Wanafunzi wa shule mbalimbali katika kaunti ya Kwale pamoja na makundi ya kina mama wamepata mafunzo kuhusu matatizo yanayotokana na hedhi ili kukabiliana nayo mapema. Hamasisho ulihusisha mjadala wazi uliowaleta wadau wa afya, serikali ya kaunti ya Kwale, wanafunzi na wanawake, ulioandaliwa na shirika la Zamara kwa ushirikiano na shirika la Achetu. Jamii imetakiwa pia kuhusisha mtoto wa kike ili kufahamu hali ya hedhi na matatizo pamoja na magonjwa ili kukabiliana nayo mapema. Swala la unyanyapaa wa hedhi katika jamii kwenye kaunti ya Kwale likiendelea kuzikwa katika kaburi la sahau kutokana na uhamasisho huo katika jamii. Hatujaongelea kwa kina masuala ya complications kama endometriosis, PCOS, among other complications that zinawakumba wasichana wetu na hawajui. So the awareness level of that is not haiko sana kwenye community level. So festival hii inaleta hiyo hamasisho, but also tunaungana na community pia kujumuika na kuongea one voice about stigma ambayo unyanyapaa ambao unaendelea kukumba menstruators, those girls who are menstruating in school and out of school. Pendekezo langu kwangu siku ya leo, ningependelea baba zetu, kaka zetu wote tujumuike na wao. Kama ni mtoto wake ako kwa nyumba, ako kwa siku zake hizo, ako kwa periods, pia akuwe na ile uwezo wa kumwambia, "Daddy, mimi leo sina pads, naomba uninunulie pads." Like kukuwe na ile good friendship between the daughter and the father. Kwa mfano, mimi ni mwanamke mwenye labda nimeolewa. An example, unakuta ule mumeo pia, kuna baadhi ya waume, si wote, utamkuta tu mwanamume anakuambia chakula chako pia labda hata ukila kwa sababu wewe uko mchafu. Kuna baadhi ya wanaume wako hivyo. Na ukweli si jambo zuri, kwa sababu hedhi si kitu cha fedhea. Hedhi si kitu cha aibu. Hii ni tunu ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutupatia sisi kama wanawake. Naam, ilikuwa ni shangwe na nderemo.